Mwanaharakati Mange Kimambi ameeleza hapo jana kuhusu tukio ambalo amelitafsiri kuwa lilikuwa ni jaribio la kumdhuru. Kupitia akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, Mange ameandika, na hapa namnukuu: takriban dakika 10 zilizopita, watu wawili, mwanamume na mwanamke, walifika nyumbani kwangu. Waligonga mlango kwa dakika kadhaa. Mwanzoni sikuitika, nikitumaini kwamba wangeondoka. Badala yake waliendelea kugonga kwa nguvu zaidi na zaidi. Akaendelea kusema kwamba kwa sababu ninajua maisha yangu yapo hatarini na kwa sasa niko peke yangu nyumbani, niliamua kutosogea hata karibu na mlango wala kutazama kupitia tundu la mlango. Mume wangu amekuwa akiniambia kila mara nisifanye hivyo. Aliniambia kwamba kama kuna mtu amekuja kuniua, anaweza kunipiga risasi kupitia mlangoni akijua nimesimama nyuma ya mlango. Mwanaharakati huyo mwenye makazi yake huko Marekani aliendelea kueleza kwamba kwa hiyo nilibaki mbali na mlango na kuwauliza wanataka nini. Walisema wanamtafuta mtu anayeitwa Louis. Nikawaambia hakuna mtu wa jina hilo anayeishi hapa. Kisha wakaniomba nifungue mlango, wakidai hawawezi kunisikia vizuri. Nilikataa na nikawaambia wazungumze wakiwa waliposimama. Mara tu niliposema hivyo, walianza kuondoka. Nilikimbia haraka gorofani na kuwarekodi kutoka kwenye rosheni yangu, yani ikiwa gorofani. Endelea kuandika kwamba mwanamke ndiye alikuwa akizungumza muda wote, mwanaume hakusema hata neno moja. Akaendelea kuandika kwamba kama nilivyoeleza hapo awali, serikali ya Tanzania imewaajiri makundi ya wahalifu wa Mexico, yani Mexican cartels, ili kuniua. Leo nikiwa peke yangu nyumbani, wa Mexico wawili walifika kwenye mlango wa nyumba yangu. Taarifa zote zinawasilishwa kwa FBI, yani hii ni shirika la upelelezi huko Marekani, na akahitimisha kwamba ikiwa chochote kitanitokea, uchunguzi unapaswa kuanzia hapa. Akahitimisha kwa kusema kuwa nadhani muda umefika wa mimi kuacha kuogopa silaha na sina budi kununua silaha wiki hii, ili mtu akigonga tena mlangoni naenda mlangoni na bunduki. Kwa hiyo hayo ni maelezo ya mwanaharakati Mange Kimambi ambayo aliyeweka kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, kuhusu mkasa huu uliotokea huko nchini Marekani. Na wakati Mange akieleza kuhusu haya, kuna taarifa ambazo zimesambaa kuwa kuna idadi kubwa ya watu wa serikali, ikiwa ni pamoja na maafisa wa idara ya usalama wa taifa, lakini pia watu mbalimbali ambao wanatumiwa na serikali ambao wametapakaa maeneo mbalimbali huku nje ya nchi, na lengo likiwa moja, kuwawinda na kuwadhuru watu wanaonekana kuwa ni wakosoaji au ni wanaharakati na kuwa ni tishio la serikali ya Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, ni muhimu kuangalia vitu hivi kwa muktadha mpana. Yayumkinika kuamini kwamba tukio hili pia linaweza kuwa linahusishwa na maandamano yanayopangwa kufanyika hapo tarehe 7, siku chache zijazo kuanzia hivi sasa, kwa sababu pamoja na kelele nyingi zinazopigwa na serikali kuonyesha kwamba wamedhibiti maandamano hayo, hawana hofu yoyote, lakini ukweli mchungu ni kwamba wana hofu kubwa, kwa sababu hawajui maandalizi yakoje. Na kama ilivyojiri Oktoba 29, kuna hisia kwamba kile kilichotokea wakati huo kinaweza pia kutokea tena. Na hili si la kushangaza, kwa sababu wananchi wengi wamechoshwa na yanayoendelea. Kwa hiyo inafika mahala ambapo mtu anaona bora ajitoe mhanga litokea la kutokea kuliko kuendelea kuishi kwa hofu na wasiwasi. Kuna maelfu ya Watanzania ambao mpaka muda huu hawajui hatima za ndugu zao. Takwimu za hivi karibuni zinadai kwamba takriban familia 5,000 hazifahamu ndugu zao wako wapi, endapo wapo hai au wameuawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muktadha mmoja wa hili, kwamba pengine tukio hili linaweza kuwa linahusishwa na kujaribu kupeleka hofu kwa watu wanaopanga kushiriki na maandamano. Lakini pili nyingine ni kama nilivyosema awali, kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikihangaika sana na watu walioko huku nje ya Tanzania,
Na kama unavyojua mwanaharakati Kimambi alikuwa na mchango mkubwa sana katika maandamano yaliyofanyika Oktoba 29 mwaka jana. Kwa hiyo pengine hili lililotokea linaweza kuwa ni sehemu ya hizo jitihada, labda kumtisha yeye binafsi, lakini pia kuwatisha watu wengine kuhusu jitihada, kwamba kama wana uwezo wa kutuma watu huko Marekani, je, hali itakuwaje kwa watu walioko ndani ya Tanzania? Lakini muhimu kufahamu kwamba matendo yote haya yanayofanywa, matendo ya udhalimu, yana mantiki moja ya muhimu. Licha ya kuwa na dhamira ya kutaka kufanya kitu kibaya, wakati mwingine katika desperation zao, katika kutapatapa kwao, wanaweza kufanya jambo kwa lengo tu la kutisha pasipo uwezo wa kutekeleza kile wanachotaka kufanya, kwa sababu endapo ni kama vile tukio la ugaidi linapotokea sehemu fulani, au magaidi wanachotaka kufanya, mara nyingi matukio yao yanaambatana na ile hali ya kupeleka hofu kwa watu wengine. Lakini pia hii inaweza kuwa ni blessing in disguise, kama wazungu wanavyosema kwamba kitu kibaya kinaweza kuwa na faida ya namna fulani, kwamba kama hawa maharamia wameweza kutuma watu kwa ajili ya kwenda kumdhuru Mange Kimambi, basi ni muhimu kwa wanaharakati, lakini na Watanzania wengine waliopo huku nje kuwa makini. Hata hivyo, pia ni muhimu kwa Watanzania walioko ndani ya nchi kuelewa kwamba hali ni mbaya. Serikali ambayo inaweza kuingia gharama kubwa ya kukodi magenge ya kihalifu kwa ajili ya kudhuru wananchi wake, haishindwi kudhuru wananchi ambao wako ndani ya nchi hiyo. Kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo vinapaswa kuwashtua watu na kuwaamsha watu ambao wanadhani labda haya ni kwa ajili tu ya watu wengine. Lakini kuna upande wa pili pia wa jambo hili, na huu uko ndani ya Tanzania. Ni kwamba watu wanaofanya maovu haya kwa Tanzania wanajulikana. Laiti Mange angekuwa anawajua hawa wa Mexico wanaohusika, asingeshindwa kuwaweka hadharani, na siku zote akijua taarifa kwamba kuna watu wana dhamira mbaya au kuna watu wanashiriki kufanya hivyo, huwa anaweka hadharani. Lakini katika hili Watanzania wengi hawatoi ushirikiano. Hawa walioko serikalini ambao hawawezi kutoa taarifa, angalau wanaweza kuwa na kisingizio kwamba wanahofia kuhusu maisha yao, wanahofia kuhusu familia zao, kwamba mtu anaweza kutoa taarifa ikajulikana kwamba imetoka kwake. Lakini kuna watu ambao wakitoa taarifa hawawezi kufahamika, na wanaweza kutoa taarifa hizo bila kutoa uthibitisho wao. Lakini haya mengine ya kutoa taarifa labda mtu fulani anahusika na hili, pengine anaweza kuwa ni magumu zaidi. Ila Jasusi TV imekuwa ikieleza mara kwa mara kuhusu watu husika mstari wa mbele katika hili janga la utekaji, janga la watu kudhuriwa na vyombo vya dola, ni katika ngazi ya mtaa, ambapo wenye viti wa serikali za mitaa, wajumbe wa nyumba kumi wamekuwa ni watu wanaoongoza katika kutoa maelekezo au kutoa msaada kwa wasiojulikana. Sasa unaweza ukajiuliza, kama haya yanafahamika, kwa nini watu hawachukui hatua? Moja ya maelezo ni dhana kwamba haya yanayotokea, haya majanga ya utekaji na mengineyo, ni kwa ajili ya watu fulani, ni kwa ajili ya wanaharakati, yanawalenga wakina Mange, yanawalenga wakina Maria Sarungi, kwamba watu wa kawaida hawawezi kukumbwa na haya. Na hii ni dhana fiongo, kwa sababu kuna idadi kubwa ya watu waliohudhuriwa ambao si wanaharakati na wala hawajihusishi. Hiki si kipindi cha kwamba walengwa ni wanaharakati au watu au genge fulani, bali utawala dhalimu huwa unaweza kumdhuru mtu yeyote. Lakini kibaya zaidi, pia katika kipindi hiki kuna watu ambao wamekuwa wakitoa taarifa za uongo dhidi ya watu ambao wana chuki binafsi, kwamba huyu anajihusisha na hili na lile, na pindi taarifa hizo zikifika huko kwa Abduli au kwa mama yake, hatua zinachukuliwa dhidi ya mhusika. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wananchi kuanza kuchukua hatua za maksudi. Mengi yanayojiri katika jamii ya ndani ya nchi yetu yanaweza kudhibitiwa na wananchi wenyewe. Haiwezekani askari wawili wakaenda kumteka mtu ambaye yupo katika genge la watu kama 50 na wale watu wakaishia tu kurekodi lile tukio bila kuwapa kichapo wale askari. Haiwezekani watu wanaopita huko mitandaoni, wakina Mwandambo, wakina Mwaipopo na watu wengine, wanaongea vitu vya kipuzipuzi pasipo kushikishwa adabu. Ni muhimu sasa kutumia mbinu zile zile zinazotumiwa dhidi yao, alimradi ni katika mazingira ya kujikinga,
na hii itasaidia pia kufikisha uoga kwa wanaodhani kwamba wanaweza kufanya mambo hayo. Je, una maoni gani kuhusiana naye? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.